My name is Reverend Samson Mwasi. I'm a priest in the Anglican Church of Kenya, who apparently is a member of the NCCK. So I'm representing NCCK here in Shimoni. I confess Christ as my personal Savior, and currently I'm here as a priest overseeing the church and the growth of the church. The first fundamental thing that we believe as Christians, when we read from the book of Genesis chapter 1 from verse 26, 27, 28, the Bible tells us that God created man in his own image. And if man is created in the image of God, then irrespective of what we believe, irrespective of our color and our culture, we are all created by the same God. And also in the letter of Hebrews to all people, chapter 12, verse 14, says, strive to have peace with everyone. So, of course, as a Christian, we are supposed to be peaceful. We are supposed to embrace everyone, because everyone is created in the image of God. So when I see a human being, I'm seeing an image of God. Number two, when Christ was ascending, he commissioned that we go to the world and evangelize and teach the word of God. He did not specify a specific people. So if I am to reach out to any person, I am supposed to embrace that person. I'm supposed to accept that person. I'm supposed to believe, to understand what he or she believes before I even before I try to reach out to him with my faith. So as a Christian, we are supposed to be peaceful to everyone, and we are supposed to embrace everyone. And after all, of course, there is that belief that everyone believes in God. So irrespective of other faith, because when you understand their religion, you understand their faith, then there is a relation that you will see eventually, and there's something that brings us together, and that whatever brings us together is God himself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim, wa ba'd. Mimi naitwa Ustadh Muhammad Mbwana, nasimamia katika msikiti wa Ibrahim Shimoni, Kwale County, na shirika CIPK. Dini yangu ya Kiislamu inanifahamisha kwamba na inanielekeza kwamba kuchangamana na watu, kushikamana vizuri, na hata dini nyingine kuweza kuelimishana. Aya nasema wa'atasimu bihablillahi jamia wala tafarraku. Shikamanani na dini au na kamba Mwenyezi Mungu, msifarikiane. Katika kufarikiana ni kwamba watu wasiwe mbalimbali, wakawa ni wenye kusukumana, kugombana, mpaka wakawa wale wengine hawana hamu kufuata dini hiyo kwa sababu ya ile kugombana kwenu. Bwana asifiwe. Mimi ni Pastor Nelson Magona Ndukulani. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Free Pentecost Church au FFK Kwale County, ambayo iko chini ya EAK. Katika dini yangu inanifundisha kwamba hakuna ubaguzi. Sote tuko sawa mbele za Mungu, na sote tunawajibika na jamii ambayo inatuzunguka. Bakari Makame Zonga kwa majina kamilifu, ni mkazi wa Shimoni na ni mwakilishi wa CIPK, na pia nawasimamia ama nawakilisha Masjid Ibrahim ambao uko katika county ya Kwale, sub county Lungalunga, ambapo Pongwe Kidimu Ward, alafu sublocation Shimoni, kijiji Vichangalaweni. Dini yangu ya Kiislamu inanifundisha kwamba Uislamu wenyewe unahimiza amani. Na maana ndio kiona Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani amezungumza kwamba mnapomkuana, mnapa salamu, basi peani salamu kwa uzuri, muongeze sababu gani? Assalamu ni neno amani. Na amani ni kwamba ni general ya aina yote utulivu na amani. Kwa hivyo Uislamu hauna uchokozi. Uislamu unahimiza amani wakati wote. Hata ikiwa mtu atakufanya ubaya,
lakini Uislamu unakuambia mlipe mazuri. Na kama utaamua kurevenge, lakini usipite vile ambavyo umefanya kile kitendo. Lakini Uislamu sana wahimiza amani na cooperation na kushirikiana wale Waislamu na Waislamu kuishi kwa amani. Kwa sababu Uislamu hauna uchokozi, wampenda aliendie na mbesie. When I first came, because I came here in 2020, I knew there are only two faiths. That is the Muslims and us Christians. But there was a meeting sometimes back, I think either late last year. That's when I realized there is the ATRs. So currently what I know is we have Christians, we have the Muslims, and those who believe in the African traditions. And since I came, I've seen people, they coexist peacefully. We help one another in different things. When there's an issue, when someone has rested to be with the Lord, we come together. When there's an issue that is affecting one of us, we join hands and help one another. Tunashirikiana wakati kama kuna mihadhara, kuna midahalo, ama kuna mjadala, kuna matatizo ambayo yahusu kimaisha. Kiibada hawalazimishani watu, kila mtu ana mirengo yake ya ibada, lakini tu kuna uhuru wa cooperation, kushirikiana ili kutatua yale matatizo. And I remember sometimes back last year I was invited. There was a project at Majengo where I was invited. Unfortunately, the letter came late and I wasn't get, but I wanted to attend because it was an Islamic issue, and I was invited as a priest and as a Christian. So I felt that I was recognized. I felt that I'm part and parcel of the community, because the project was also going to help both Muslims and both Christians and even the people who believe in African tradition. Kwa hivyo hali ya utangamano na hali ya kushirikiana na wengine, hiyo ni jambo la lazima, na hata ndilo Mungu ameamuru kusiwe na utangamano, kusiwe na ile division ambayo mwingine wanafikiria. Lakini tukiwa na ushirikiano kati ya dini moja au nyingine, tunaona kwamba mambo yanakuwa mazuri. Kuna siku baada ya siku zinazopita kulikuwa na mtaruki, kuliingia moto siku moja. Ulipoingia ule moto, walishirikiana Waislamu na Kristo, ambapo moto kama ni watu ambao hawana ushirikiano ingekuwa ni matasabu, ile ungua ilikuwa ni baa, si msikiti. Lakini Waislamu walishirikiana kuzima moto, mpaka maji yaliyotumika pia ni maji ya msikiti Masjid Ibrahim hapo. Kwa zima ile janga lipotoka, basi kila mtu ana dini yake, lakini matatizo yakija hachagui dini. So because of that, we come together, we live together in peace, and we help one another. Because I have not heard of situations where, because I'm a Christian, I only buy for a Christian, to a Christian. No, we buy for everyone. Either it's a Christian shop, a Muslim will buy, whether it's a Muslim shop, we buy. And where I'm living, the owner of that house is a Muslim. And he understands that I'm a priest, I am free to live there, I'm free to have my fellowships there, there are no restrictions. So I believe that also helps us to live peacefully and coexist here. Katika kuhubiri amani huwa tumeform kamati imechanganyikana na Wakristo ambao tunashughulikia kwenda sehemu tofauti kuhubiri amani. Kwa wakati huu toka ilipokuja ile shirika hili, watu wamechanganyikana sana Wakristo, na tunaenda kuhubiri amani sehemu tofauti na natija imepatikana. Kwa mfano kama wakati wa corona, ilikuwa ni vizuri sana tunaendeleza kuwapatia watu hizi habari kwamba lazima wajikinge, lazima sote. Sasa pale hakuna Mkristo, hakuna Muislamu ambaye hakuguswa na hiyo mambo ya corona. Matatizo yakija uchanganya wote, walio na dini, wasiokuwa na dini, walio Mkristo, wasiokuwa Muislamu. Lakini sasa tuko ndio matatizo na ushirikiano wa maisha, tuko vile, lakini baadaye kila mtu zake. The importance of freedom of religion and belief, one, it will bring peace. Because if you want to fight with anyone, then start speaking ill of his or her religion. Definitely that person will feel bad. And it's like the same thing when you start speaking ill of a certain community or a certain culture, they will feel bad, because that identifies who I am. When I walk around, people say, "Are you any pastor? Are you any pastor CK?" You see, I'm identified, and the fact that I'm that, I am not stigmatized. I'm not being pointed finger at. People embrace me and accept me. Sasa watu wameelewa mtu aweza kuwa na dini fulani, lakini lengo ni kuhimiza amani. Kwa hivyo imekuwa amani, kwa sababu haimaanishi kwamba yule kudini ile sasa ikawa ni sababu ya vurugo, lakini watu wameelewa sasa tunaweza kuchanganyikana, kukawa kuna umuhimu mkubwa.
Kuna aya kama sikosei, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika suratu Mumtahina ama Hujurat, asema Mwenyezi Mungu hajawazuilieni nyinyi kufanya wema na kukaa nao vizuri ambao si Waislamu, ili mulete amani, na wakati nyinyi mwataka kuishi na hao wafanyieni usawa pia. Mnapokuwa kuna matatizo, ima ni mali ni vyakula, pia msiwadhulumu na mwahukumie usawa, kwa sababu Uislamu hauchagui. Uislamu watu wote ni wasawa katika maisha, kiibada na maisha. Kila mtu ana uhuru wake wa ibada. Uhuru wa kuabudu na kuwa na uhuru wa kuwa na imani tofauti ni muhimu sana, kwa sababu kama vile mwanadamu alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, ni kwamba aliumbwa ili awe na ile hali ya kuchagua. Na ndio maana hata Biblia inasema kwamba wakati mwanadamu alipoumbwa ni kwamba alipewa ile hali ya kuchagua, kwamba achague mabaya au mema. So because of that, I am free to walk around, I am free to interact with people, we are free to hold our religious meetings, we are free to do our overnight prayers here, with the vigil night prayers, and people don't complain. So I believe because they understand, as a Christian, this is how they believe and this is how they do their practices, and as Muslims, this is how they believe and that's how they do their practices. So we embrace and accept that, and when you see them doing their things, either support them, or if I feel that I can't take part of it, then you stay away, but you don't interfere and you don't condemn whatever people do. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema hakuna kulazimishana, la ikraha fi din, hakuna kulazimishana katika ibada, kwa sababu kila mtu ashajua nafsi yake uzuri na ubaya. Sasa kwa fayo uhuru uko ibada, kwa sababu Mwenyezi Mungu yashatangaza hakuna kulazimishana katika dini. Katabayana rushdu min al-ghayy, kwamba njia mbaya ishajulikana na njia zishajulikana. Sasa yule ambaye yuko kule haina haja kumkejeli huyu wala kumsukuma huyu. Kwa hivyo hakuna kulazimishana katika dini. Hata pia Mwenyezi Mungu katika Qur'an anasema kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ila akhir al-aya. The greatest commandment that Christ gave us was love. And he said, the first one is love your God with all your strength, with all your soul, with all your mind, and all you have. And the second one is more or less the same like that. He says, love your neighbor as you love yourself. And who is my neighbor? Anyone who is close to me, anyone who is assisting me is my neighbor. And we are neighboring around, we've mixed. There are no villages where you strictly find Muslims, there are no villages where you find Christian. We all live in the same village, we all drink the same water. So we are supposed to love one another and embrace them and show them love. And after all, the Bible says in the letter of 1 Corinthians chapter 13 that if I have no love, even if I speak in tongues, even if I have the gift of prophet, but if I don't have love, then I am nothing. So it is paramount to love one another because we're all created in the image of God. So if we love God, whom we don't see, then it is important to show that we love one another because I see you. If I can love you the way you are, the way I see you, then probably when I say I love God, whom I haven't seen, I'm yet to see him, then I think my faith will be practical. So our foundation is love, because that's what Christ told us, that we need to love one another. And even the 10 commandments is divided into 2 parts. The first 4 commandments, they speak about your love and commitment towards God. And then 6 commandments from commandment number 5 to commandment number 10. So it speaks about how do you relate with your neighbors, how do you relate with people. So it means our God is emphasizing on how we live with people around us.